Leo nipo na shekhe kwa wakati mwingine tena, na leo jamii labda ingependa kusikia kitu ambacho tunaenda kumuuliza shekhe. Ni kwa namna gani shekhe, kwa wale ambao wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali ikiwepo maradhi ya moyo, mifupa kusagika na maradhi mengine, lakini pia kwenye upande wa mahusiano kwa wale ambao wana changamoto katika mahusiano, yeye matibabu yake yapoje na ni utaratibu gani ambao sisi ambao tunahitaji kufahamu tunaweza tukafuata ili kuweza kuendea hiyo tiba yake. Sasa shekhe, naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kheri? Kheri kabisa. Kheri unapatikana? Naam, hamna shida. Sasa naona afya iko vizuri. Tunamshukuru Allah. Shekhe wangu, jamii uko nje imeharibika, jamii imeoza. Aidha kwa kuharibika kwa watu kujaribu, lakini pia kwa wengine ni maradhi ambayo tayari watu wanayo. Sasa miongoni mwa vitu hivyo ni mahusiano. Kuna migogoro, kuna changamoto za mwanaume kwa mwanamke, aidha mwanaume hafanyi majukumu yake kwa ufasaha, lakini mwanamke naye pia ana changamoto la hafanyi majukumu yake kwa ufasaha. Hii imekaaje? Tuanze na hiyo kwanza kwenye upande wa mahusiano. Kwenye mahusiano kuna vitu vingi, lakini cha kwanza kinacholeta shida kuna shetani, lakini na mambo ya kipato. Kwa hiyo watu wanapokuwa kipato hakiko vizuri, ndoa na mahusiano yanakuwa yanayumba, na hili ndio tatizo kubwa, kwa sababu watu sasa hivi wako after money, so after love. Kwa hiyo hili ni jambo lingine. Kwa hiyo kwenye kuzungumzia mahusiano na vitu vingi, lakini pia kuna engo ya shari ambazo zinatokana na mashetani. Kwa hiyo shetani hauwezi kumuondoa kwa maneno, hata mkae mnabembelezana chumbani kesho mtagombana. Kwa hili ni jambo ambalo tunaliondoa. Lakini pia kwenye swala la uchumi kwa maana ya kipato, pia hili nalo tunalirekebisha. Kwa hiyo ukija Maajabu 18, sisi tunarekebisha vitu vyote kwa siku moja. Vyote kwa siku moja, na siku hiyo mtu anarudi, yani sio mmoja, sio wawili, ni watu wengi ambao wanashukuru, na ni watu wengi, na sisi kama kawaida tumekuwa tunasema tutaishangaza dunia. Kwa yule ambaye amekuja ndo anajua, lakini kwa yule ambaye anasikiliza aishakuwa affected na matapeli na kudanganywa na vitu kama hivyo, ni ngumu kuamini. Kwa hiyo ni yeye tu, ni swala la muda. Shukrani sana. Labda je, kwa yule ambaye sasa mume kabisa hatimizi majukumu yake, na wengi wao hawaamini kwenye ushaitani, sasa huyu naye tunamsaidiaje? Sisi yoyote atakayekuja lazima kila anachohitaji atakipata. Yani iko hivyo simple. Yani hata ikiwa ikiwezekana aje, bana shehe, mimi nina hela, mimi tumeshakubaliana lakini siamini, naambia kana hela yako na tutakufanyia, na usipotupa tunakuadhibu. Kwa hiyo sisi kwa kweli sisi tunajitosheleza. Hatuna haja ya kuongea maneno mengi. Yani sisi tunaamini kwenye hivyo. Unajua swala mahusiano na vitu vingi, kuna mambo ya shirikina, kuna vitu vingi, lakini sisi yoyote atakayekuja mwenye changamoto kama hiyo tunaisolve na mtu anafurahi. Yani natamani watu waje alafu tufanye hata demo alafu tuwaulize. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wako tayari kujitolea kwa ajili ya hiki kitu, waje waseme bana, sisi tuna matatizo 1 2 3, lakini tuwafanyie na wao waje watoe proof. Kwa hiyo simple tu. Yani dunia sasa hamna kupinda pinda, kuna teknolojia, na hao tunaohudumia pia ni watu ambao wana akili timamu. Kwa hiyo hatuwezi kuwa siku zote tunaongea kitu hicho, hapana. Sisi tunaongea vitu ambavyo vimenyoka, ni kitu cha muda tu. Sawa. Na kwa upande labda wa maradhi, mfano mtu anasumbuliwa na moyo, kuna maradhi mengine mtu wa changamoto wa kupooza, lakini kuna kusagika kwa mifupa, hii nalo limekaaje? Kwanza Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani hafanani na chochote. Kwa sisi tumetoka ile kwenye kuhudumia watu kwa siku 3 mtu anakuwa amepona, na tumerudi kwenye kuhudumia mtu kwa siku 1. Kwa ukija tunakuhudumia siku 1 na maradhi yote, mtu anatoka hapa ni mzima na haturudi tena. Na sio kwamba ndo tumeanza. Katika kipindi ambacho tumepotea, moja katika kitu ambacho tulikuwa tunakifanyia kazi ni kureview huduma zetu na kuboresha, lakini pia na kufanya research, kujiridhisha, na ndo tumekuja kwenye engo hiyo ambayo ni ya siku 1, hakuna kurudia. Hata ingekuwa ni maradhi ya moyo, ingekuwa ni yani maradhi yoyote ambayo mtu anayajua yoyote,
haya maneno nayasema na ninarudia tena kwa kujiamini, ni siku moja. Siku moja kwa 100%. 100%. Labda ingekuwa 200 tungesema 200%. Kwa sisi tumeeleweka na tumezoeleka na tumejulikana kwa kuongea ukweli. Tumeongea vitu vingi, tumewahi kuongea hata COVID kabla haijaja. Tumeongea vitu vingi ambavyo vimetokea. Kwa hiyo na hili tunaongea kwa kujiamini, wala halina tatizo lolote. Sawa, shukrani sana. Asante. Shukrani kwa muda wako. Sawa. Mtazamaji wa Maajabu 18, kama ulivyomsikia shekhe, kwa kila tiba ambayo, kwa kila maradhi ambayo unasumbuliwa wewe, basi tiba yake ipo hapa. Na mimi nikuhimize kwa muda wako ambao upo sasa, kuliko kuendelea kukaa na maradhi ambayo upo nayo na haujui gharama zake, basi wewe njoo Maajabu 18, tiba utaipata kisha utalipia. Kipindi kinachofuata nafikiri tutaweza kuzungumzia issue nzima ya mahusiano katika majina, yani jina lako wewe na jina la mwenza wako linaendana vipi katika mahusiano. Usiondoke katika channel hii, kama bado hujasubscribe basi subscribe, lakini pia unaweza kutufuatilia katika social media ikiwemo Instagram, TikTok na Facebook Maajabu 18. Kubwa tunapatikana pia katika website www.maajabu18.co.tz. Wa assalamu alaikum.